salama, safiri salama. Safari yako wa imani pia uwe na hakika. Safari yako usipoteze wakati wa bure. Tumo kwenye safari ya kwenda mbinguni. Njiani kuna mengi twaweza kujifunza, yaliyowapa ushindi wazee wa imani. Sasa wamepumzika wakingojea ahadi. Tumo kwenye safari ya kwenda mbinguni. Njiani kuna mengi twaweza kujifunza, yaliyowapa ushindi wazee wa imani. Sasa wamepumzika wakingojea ahadi. Ndugu, safiri salama, safiri salama. Safari yako wa imani pia uwe na hakika. Safari yako usipoteze wakati wa bure. Ndugu, safiri salama, safiri salama. Safari yako wa imani pia uwe na hakika. Safari yako usipoteze wakati wa bure. Tumo kwenye safari ya kwenda kwa Baba. Ibrahimu, Ayubu, Yoshua na Kalebu, Nuhu, Elisha, Danieli, Paulo na Yohana. Sasa wamepumzika wakingojea ahadi. Tumo kwenye safari ya kwenda kwa Baba. Ibrahimu, Ayubu, Yoshua na Kalebu, Nuhu, Elisha, Danieli, Paulo na Yohana. Sasa wamepumzika wakingojea ahadi. Ndugu, safiri salama, safiri salama. Safari yako wa imani pia uwe na hakika. Safari yako usipoteze wakati wa bure. Ndugu, safiri salama, safiri salama. Safari yako wa imani pia uwe na hakika. Safari yako usipoteze wakati wa bure. Ndugu, safiri salama, safiri salama. Safari yako wa imani pia uwe na hakika. Safari yako usipoteze wakati wa bure. Yelelele, yayondu kenya kutasabe. Yayondu kenya jagere, ote asabe, agersi ya bye bye. Yaywani nye, oti damana ingimani, siye ager, oh bye bye. Sabandayu, yaywa
jagere ote asabe agersi ya bye bye yaiwaninye oti zamana ngiman siye age ko bye bye sabanda oh ye amnyani nina asap siya bye bye oh ye amarube konani ayam siya bye bye oh ye imade bangani saiwa ayim mitenda yane oh me mage iberure kiptaya nanyo jeso ye amnyani nina asap siya bye bye oh ye amarube konani ayam siya bye bye oh ye imade bangani saiwa ayim mitenda yane me mage iberure kiptaya nanyo jeso ote asabe agersi ya bye bye matige minye yegawe engwanduni sikibutu chechanche mago bagi yaiwantugu tugul jama chilige ote asabe agersi ya bye bye matige minye yegawe engwanduni sikibutugu chechanche mago bagi oh ye amnyani ya asap siya bye bye oh ye amarube konani ayam siya bye bye ye imatugu yebango soiwa ayim mitenda yane me iberure kiptaya nanyo jeso oh ye amnyani na asap siya bye bye ye amarube tale konani ayam siya bye bye ye imade bangu isaiwa ayim mitenda yane me iberure kiptaya nanyo jeso oh ye amnyani na asap siya bye bye ye amarube tale konani ayam siya bye bye ye imade bangu isaiwa ayim mitenda yane me iberure kiptaya nanyo jeso Elder Records. Laurent ne chame jeso kanyo the young Kalenjin boy. Rest in peace Lieutenant Alan. We go me that's who get to ye. Rest in peace Lieutenant Alan. We go me that's who get to ye. Oye arile oye girir tosi itinye nyigisindo amwani daneo baruse kwangene o misi wangele gaimetes amata gegeri gogi chamin jaiso gosi oye gimisenin omitu wan gipsenkwe rest in peace igapokwe kanise we go me Yanuti. Rest in peace Lieutenant Alan. We go me get to ye. Kigilge enga mugenya sugule kero gelege sab lakini moy muga. Rest in peace. Mautwet paisioni gukemyache chegiyachi cheiso akbiga beme kanetutik
kenen sigunet anyon ak sautik chekisoe kokone kamangunet kekerin eng kipsengwet. Rest in peace Utenetala wikomye utatun ketuye Jagot Abraham. Rest in peace Jagot wikomye utatun ketuye Jerusalem nele obwatene okwek yanga itwe ngalek cheuchu otake saptosi biga boret ilionutik ak chorono biga pokwet tinye Jeiso amune Tesalonike netai kurget notoba angwan iname taman ak somok komwawe chechang eromoike chemongen akobo ichek cherusot eng kiptayatwe kotatun kete kastomae. Rest in peace Utenetala big up kokwet wikomye utatun ketuye enetieni. Rest in peace Utenetala big up emet wikomye utatun ketuye boisionikab Mungu komatinda makosa inene kikonu ak nikakowekta ra kokichamin Jeiso kosire nenda salama pumzika salama lala salama utatun ketuye. Rest in peace Utenetala rest in peace wikomye utatun ketuye Nduisoti. Rest in peace betunotobo letwet wikomye utatun ketuye Utenetala ako tupke dusoti tugul kipsengwet kouye mwae sirutik chetililen kole betut nebo let komite ng'etiet eng icheket chekikayai kiptayat Jeiso akonyor sikunet kosoptos. Haleluya. Maisha ya dunia hii imeisha, twendeni kwa Yesu. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Maisha ya dunia hii imeisha, twendeni kwa Yesu. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale
majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Tufikapo mbinguni juu, tutaketi pamoja na Yesu. Hapana raha duniani, ondokeni twendeni kwa Yesu. Je, watamani kuwepo kati ya washindi wa dhambi? Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Tufikapo mbinguni juu, tutaketi pamoja na Yesu. Hapana raha duniani, ondokeni twendeni kwa Yesu. Je, watamani kuwepo kati ya washindi wa dhambi? Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Nimefika mwisho wa maisha yangu. Naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza. Milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike nyumbani mwa baba yangu. Nimefika mwisho wa maisha yangu. Naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza. Milima ya mbinguni yaniita
hata sasa. Niende nipumzike nyumbani mwa baba yangu. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi uliyonipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi uliyonipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Namtukuza Yesu, ameshinda mauti. Kaburi liko wazi, hayumo tena, amepaa mbinguni. Japo nilale kwa muda, nitafufuka hakika. Machozi yangu yafutwe, furaha asubuhi. Namtukuza Yesu, ameshinda mauti. Kaburi liko wazi, hayumo tena, amepaa mbinguni. Japo nilale kwa muda, nitafufuka hakika. Machozi yangu yafutwe, furaha asubuhi. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi uliyonipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi uliyonipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi uliyonipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi uliyonipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. nalo ni gumu japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki
abaki kuwa Mungu. Oh, ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba, ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Oh Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, yako machozi yatiririka. Tujikaze, tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule, tuonane, tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane, tuonane milele, tuonane, tuonane bandarini kule. Kifo, 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 popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuae muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Penda vita umeimaliza, simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha. Kama machozi yangeweza kukuamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli, kweli, tutaona na Mungu akiona. Yerusalemu ya Baba, bandarini kule, tuonane, tuonane nyumbani milele, Baba, tuonane bandarini kule, tuonane, tuonane, tuonane milele kwa Baba Mungu, tuonane bandarini kule, uko nyumbani Yerusalemu. Yesu wetu anapotoka bandarini kule. Limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi, mpendwa wangu nimwache aende, rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ile mipango tulipanga imezima, kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu.
nitafanyaje? Nimeachwa peke yangu. Mungu, hapana, kwangu si sawa. ila naelewa Mungu, kazi yako haina kosa, na kushukuru kwa yote, mapenzi yako yatimizwe. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Japo nawaza nafarijika Bwana, kwamba kunayo siku tutakutana naye, ile subuhi njema uloiweka pale kwa watu wanaokuamini Yesu. Nitie nguvu Baba, nimechoka, moyo unauma, nimechoka. Nisaidie Baba, nimechoka, peke yangu mimi siwezi. Tufundishe Mungu wetu kuhesabu siku zetu, japo dhoruba na shida, tusichoke kukutumikia. Hili limeniliza sana, Limeniliza Baba, hili limeniumiza sana, nimeumia, awamu hii nimeumia nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, Mbona nahisi mbona umeniacha sana? umeniacha sana, Hili nimeumia sana, nimeumia nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Mtu wa watu huyu, mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu, kaenda vipi tena? Mtu wa watu huyu, mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu, kaenda vipi tena? Maisha ya dunia hii imeisha, twendeni kwa Yesu. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale. Maisha ya dunia hii imeisha, twendeni kwa Yesu. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo
majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Asante sana DJ. Basi amechapa program na barani. Leo itakuwa ni program fupi zaidi. Kwa chili nikapa msafara na bagogo nikapunu town. So baadaye tutakuwa tunapata maongezi kidogo, kisha baadaye koko atakuwa anapumzika kichopchiniga sherehe nanyi ni pamotai. Basa ameche kwa chika texta asikosa, kisha nitakuwa naendeleza program kidogo alafu tupate ibada. Usimame wote, wenye wako na kofia pesa kutoa kofia. Tuombe. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Baba, tunakushukuru, tunakuinua ni kwa ajili ya wakati huu. Umeweza kuwa mshindi tangu tulipoenda asubuhi hata wakati huu. Umekuwa mwema, umeweza kutuongoza, umeweza kutujali hata tumefika nyumbani tukiwa wazima. Sifa na shukrani zikurudie. Pia tunapoenda kuanza chochote tuanze pamoja nawe, tumalize pamoja nawe, na shukrani, sifa na shukrani zitakurudia. Maana naomba yote kwa Kristo Bwana wetu, amina. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Akese asitaje tukuli chikapona itene akigamega, alafu tutakuwa tunapeana program kwa kanisa andalizi. So karibu sana. Anda bwana programa. Kwa hivyo
wale wote wamekuwa hapa, na kushukuru wale tumekuja pamoja na tumeenda huko na tumerudi salama. Kwa hivyo tunaomba kila mmoja tushirikiane. Asante. Basi asante sana Mwalimu Peter. Basi wanakwaya wimbo, karibu walimu wetu. Marafiki, majirani wote tumejumuika hapa kwa ajili ya msiba huu ambao umetupata, na tunaomba tuweze kushirikiana hasa kwa ibada hii fupi, ili Mungu aweze kutufariji na kututia nguvu ili tuweze kuhimili msiba huu kwa pamoja, tukifarijiana kwa neno la Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, ili kushiriki ibada hii fupi ya neno la Mungu kwa ajili ya marehemu Susan, tunaomba tuweze kujiweka tayari kwa kuchuta dhambi zetu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno na kufikiri na kutimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, Bikira daima, malaika na watakatifu wake, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana utuhurumie, Bwana, 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 Bwana utuhurumie, Bwana, Bwana. Mungu Baba Mwenyezi, tunasadiki kwamba mwanao alikufa na kufufuka. Tunakuomba umjalie kwa wema wako huyu ndugu yetu aliyelala katika Kristo, apate furaha
ya kufufuka kwa njia ya Kristo. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo mwanao anayeishi na kutawala milele na milele. Somo katika kitabu cha nabii Ayubu. Ayubu alianza kusema, "Je, mtu ana wakati wake wa vita juu ya nchi na siku zake? Je, si kama siku za mwajiriwa, kama mtumishi atamaniaye sana kile kifuli, kama mwajiriwa anayetazamia mshahara wake. Ni vivyo nami nimepewa miezi ya upadili iwe fungu langu. Nami nimeandikiwa masiku yenye kuchokesha. Hapo nilalapo chini nasema, nitaondoka lini? Lakini usiku huwa mrefu. Nami nimejawa na kujitupa huku na huku hata kupambasuke. Siku zangu upita upesi kuliko chombo cha kufumia, nazo zapita pasipokuwa na matumaini. Kumbuka ya kwamba maisha yangu ni upepo, jicho langu halitaona mema tena." Neno la Mungu. Wimbo wa katikati. Msifuni Bwana, msifuni Bwana, waponya waliondoka moyo. Msifuni Bwana, waponya waliopondeka moyo. Msifuni Bwana, waponya waliopondeka moyo. Haleluya. Msifuni Bwana, maana ni vyema kumwimbia Mungu wetu. Maana kwa pendeza kusifu ni kuzuri. Kiitikio: msifuni Bwana, waponya waliopondeka moyo. Bwana ndiye aichengaye Yerusalemu, wakusanya waliotawanyika wa Israeli. Waponya waliopondeka moyo, na kusinganga jeraha sao. Usipa sote majina. Kiitikio: msifuni Bwana, waponya waliopondeka moyo. Bwana wetu ni mkuu na mwingi wa nguvu, akili zake hazina mpaka. Bwana awatekemeza wenye upole, waangusha chini wenye jeuri. Kiitikio: msifuni Bwana, waponya waliopondeka moyo. Shangilia. Haleluya, haleluya. Aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Haleluya. Laki bwana harusi. Watano wao walikuwa wapumbavu na watano wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walisitwaa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, "Haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki." Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakasitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara,
tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinasimia. Lakini wale wenye busara wakajibu wakasema, sivyo, hayata tutosha sisi na nyinyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa usao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja nao. Walikuwa tayari, wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambia, siwajui nyinyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Injili takatifu ya Bwana. Sifa kwako ewe Kristo. Ni mfano ambao tumejikuta ndani, na inafaa tujitoe pia, kwamba tumepewa mfano wa wanawali 10, wa 5 wapumbavu na 5 wenye busara. Ni jambo linalokuja kwetu moja kwa moja, kwamba wewe taa yako ina mafuta, na kama ina mafuta ndio tupo hapa leo. Lakini je, ina mafuta ya ziada, kwamba bwana harusi anapokawia, atakapofika atakukuta kama unakesha, ama hata kama umelala na taa uliokuwa nayo mwanzo imesimika? Na mafuta ya ziada, kwamba Mungu anakuja kwetu na anajitambulisha kwetu, na kufahamu ya kwamba kama tuna mtu ambaye ametutangulia katika hali hii, kama vile ukoo wetu ametutangulia, ni kwamba hata na sisi siku inakuja jinsi hii, isipokuwa tu hatujui saa ngapi. Labda inaweza kukua baada ya hapa, hatujui ni nani, na hata mimi sijui kama ni mimi ama ni nani, kwamba jambo tunalopewa na ni kwamba tuwe tayari kila wakati. Kama tumejitayarisha, na si kwamba tutajitayarisha tukijua inakuja kesho ama kesho kutwa. Wakati ni sasa. Kila mmoja wetu aweze kuona kwamba maisha haya tunayoyaishi ni mafupi, na hatujui muda unaokuja ni muda wa kiwango gani. Wangu sijui, kwa hivyo mimi najiandaa na nimejiandaa. Sio kwamba ikitokea saa hii mimi sina hofu. Sijui wewe ikitokea kwako una hofu. Na kama vile Ayubu, tunajua historia ya Ayubu, jinsi maisha yake yalivyokuwa, na mwisho wake amesimama imara katika kujitetea mbele ya Mwenyezi Mungu. Hawa wapishi
hawako na sisi. Ayubu alikuwa ni mtu mwema, ni mtu aliyemjua Mungu, aliyemtambua Mungu na alikuwa na Mungu. Na daima alipoletewa majaribu, yeye aliyashinda kwa sababu alijua hayo majaribu ni ya muda tu, na hatimaye hayo majaribu yataisha, na hata akifa yeye amejua kwamba atakuwa salama mikononi pa Mungu. Na mara nyingi ukisikia ujumbe ambao unatoka na matamshi ya Ayubu, yanatufundisha kukua tayari, na pia yanatufundisha kuamini uwepo wa Mungu katika maisha yangu ama maisha yako. Na kama kuamini haya kupitia kwa misemo na mafundisho ya Ayubu, kazi tunayoifanya ama tamaa ya kuingia katika uzima wa milele haipo kabisa katika maisha yetu. Kwa hivyo Ayubu anatufundisha kupitia maneno yake ambayo Mungu ameyaweka ndani mwake, ili kutufanya sisi tuwe na matumaini kwamba hata kama haya maisha ya hapa duniani ni jinsi yalivyo, tunapitia katika hali ngumu, tunapitia hali ambayo ni ya kuhusunisha, hali ya kusononeka, hali ambayo inatupea uchungu daima, lakini Mungu ako na sisi. Kile tunahitajika kufanya ni kutambua huu uchungu ninaopitia, haya mateso ninayoyapitia, haya mahangaiko ninayohangaika nayo, Mungu ako upande gani ndani ya maisha yangu? Mungu ako upande gani katika hali yangu ninayoipitia? Wengi saizi wanaugua. Mtu ni mgonjwa, unajaribu kujitibu, lakini ugonjwa haukuachi. Unaenda hospitali, leo ni malaria, ukirudi unaambiwa unakonjeka, unarudi unaambiwa ni typhoid. Ukirudi unaambiwa sijui ni amoeba. Ukirudi sasa mpaka mwenyewe unajihurumia kwa kusema, kwani hii ugonjwa haitaki kuniacha? Na penye umeambia watu na watu wakikuuliza wewe unakonjeka namna gani, umeeleza hayo magonjwa yote, pia wale wanakusikiliza na wamekuja kukutazama wanakuonea huruma. Unasema kwa nini hii ugonjwa imekusunguka? Na wakati huo, wakati unapoambiwa kwamba unasungukwa na kwa nini unasungukwa, hapa hofu inaingia katika maisha ambayo unafikiria sasa, kama itaendelea hivi itakuwaje? Lakini hapa tumaini letu lipo kwamba hata tukipitia katika mahangaiko hayo yote na tumejazwa na Roho wa Mungu, hatutakuwa na hofu. Hata kama lile ambalo watu wanasema ni nini hii ugonjwa inatafuta, wacha itafute, kwa sababu uko na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anajua kile ambacho ameweka ndani mwako na kile ameweka mbele yako, ili uweze kumtambua. Na kama nilivyosema hapo mbeleni, hapa Mungu yupo na sisi tulio hai, kwa mfano wa huyu ambaye amelala, kwamba maisha yetu yamo mikononi mwa Mungu, na daima yeye hata tuacha. Kwa hivyo tunapokuwa na mateso katika maisha, tunapokuwa na mahangaiko,
tutambue uwepo wa Mungu katika hayo mahangaiko na tuweza kufaulu. Na kwa habari za sisi kuingia katika uzima wa milele, tunaanzia hapa tulipo, kwamba tunamjua Mungu na uwepo wake katika maisha yetu kwa njia mbalimbali. Inategemea jinsi sisi tunavyotekeleza wajibu wetu kama Wakristo ambao tumeitwa kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Ndipo tutakapofanana na hawa wanawali wa 10, 5 kati yao walikuwa wenye busara, kwamba sisi tumejazwa neema ya Mungu na neema hiyo ikae kwetu daima bila kuchoka. Na pia kusafisha njia zetu. Kwa mfano wa gogo wetu, yeye ameishi miaka ambayo kila mmoja akiangalia hiyo miaka anatamani kuishi miaka kiasi hiyo, lakini hatujui yeye alifikiria namna gani alipokuwa amefikia miaka ya kuanza kuchoka. Akitaka kutoka nje lazima apelekwe nje, akitaka kuingia kwa nyumba, mvua ikija bado shida. Hayo maisha yamekuwa mzigo, na kumbe sisi tunatamani huo mzigo, tukisahau kwamba huo mzigo ambayo wa miaka ambayo kokaliishi hata sisi tunayaishi. Yale mahangaiko wewe unahangaika nayo ni yale maisha tu koko aliyaishi. Sasa yake aliyaishi vizuri yakampeleka mbali. Sisi tunaishi maisha hayo vizuri. Kuna wakati moja nilikuwa najenga nyumba kwa pale Kaptilite. Mnajua Kogoa, nilikuwa namuita kwa mchezo. Alikuwa ameseeka hata kupita huyo. Sasa siku moja nilikuwa nikienda napata yeye amewekwa pale nje na watu wameenda shughuli. Sasa ikawa wakati nafanya hapo kazi, mimi ninakuwa responsible kwake. Akihitaji kila atahitaji, sababu haoni, lakini anasikia mtu anafanya kazi karibu hapo. Sasa akitaka kupika story, inabidi niende nimchukue nimlete karibu penye mimi nafanya kazi, ili tuwasiliane. Tunaongea, ngawaje alikuwa anarudia mara nyingi kuuliza wewe ni nani. Nikieleza anaanza story, anaenda na story yenye ilikuwa inahusiana na familia yetu, mpaka anaenda anatoka anaanza kuongea mambo mengine ambayo hayakuwa. Na mimi nilikuwa namkubalia yenye naongea, tunaongea na yeye. Sasa ikawa siku moja nimeenda kufika hapo, mama mwenye alikuwa anachunga amepeleka ng'ombe mtoni. Wakati ametelemuka tu hivi, mvua ndio hiyo. Sasa mimi sikukuwa na lingine isipokuwa ni kushuka, sababu nilikuwa juu ya nyumba. Kushuka chini, mbele nifike chini mvua inaanza kunyesha. Sasa nikashindwa nianze na gani, nishukishe kwa mattress yenye alikuwa analala chini ndio nichukue mattress nipeleke kwa nyumba ndio nije nimchukue. Kwa hivyo nikawa nimeshikwa na mahangaiko hapa. Nikaamua, kasema asinyeshewe. Nikachota na blanketi yake
Nikapeleka kufika kwa nyumba, nikaweka blanketi chini, nikamweka juu, na huko nje mattress inanyeshewa. Sasa ikabidi tena nikimbie nichukue mattress, kuona imeanza kuloa, ikabidi niishikilie penye imeloa iendelee kuloa nikikimbia kwa nyumba, sababu ilikuwa ni distance kidogo. So nilipofika kwa nyumba, pindua ile mattress, niweke chini, ile sehemu haijanyeshewa, basi nikamweka. So wakati nilikuwa naingia kwa nyumba, nikasikia alikuwa anaongea tu, wewe ngoyo la kwani, kwa ngoyo la kwani, iwe gani la kwani, iwe gani kwane, iwe gani. Sasa mimi nikashindwa, amekundua aje kwamba mwenye amembeba si mtu wa kawaida ambaye huwa anampeleka kwa nyumba. Kumbe hata yeye alijua yeye ni mzigo, lakini mimi nimembebea huo mzigo kumsaidia ili asinyeshewe. Akaongea kabisa, akasema kama sio wewe ningenyeshewa hapo nje mpaka hiyo mvua ishi. Na ukweli yule alipeleka ng'ombe mtoni, aliporudi alikuwa ameloa ya kutosha, na mvua aliingia na mvua. Na mimi nikakumbuka, na kama mimi singekuwa hapa, si hiyo mvua ingekuwa ndio safari yake. Lakini alikaa mpaka akalala katika maisha yake. Na mimi hapo ninashukuru kwa sababu alinitemea mate, na ichapo hakutema yale mate yakanigusa, lakini kule kumuinua yeye alijihisi amekuwa kwa mikono salama, na akaweka baraka zake kwangu. Na mimi natamani niende hiyo miaka. Sijui wewe unatamani umetenda lipi ili uende miaka hiyo ambayo hawa wazee wameenda. Utaenda hivi. Kuna watu tunawalea hapo nyumbani, awe ni mtoto mdogo, awe ni mzee. Akina mama ambao mumeolewa kwa maboma zenu, mna wamama wakwe, kuna baba wakwe, watazama nyinyi, mnawachukuliaje? Mnapokaa na hawa mnaizi ni wasumbufu. Labda hata huo wako venye ulitoka asubuhi ukuenda Itena ama ukuje hapa, mlikombana ndio ukakuja. Ni mama mkwe ama ni baba mkwe, lakini mmekuwa na shida. Hata saa hizi venye umekaa uko na shida na yeye. Sasa ondoa hiyo shida, mkubali jinsi alivyo, kubali yeye jinsi alivyo, na hakika Mungu Baba, tunakushukuru kwa ajili ya jioni hii ambamo umetuongoza tangu tulipopatwa na msiba huu, kwamba Mungu umetujalia nguvu mpaka tumefika mahali tulipo. Hivyo Mungu, endelea kutujalia nguvu hizo tunapohimili msiba huu. Tunajua kwamba gogo wetu ameishi miaka mingi, tumempenda, tumekaa na yeye kwa ajili ya kutufundisha na pia kutuweka kuwa marafiki katika maisha yetu. Ameunganisha jamii mbalimbali. Kwa wale wote ambao wamekuja katika boma hili, wameishi na yeye na ameonyesha upendo mkubwa. Hivyo Mungu, utujalie sisi kuwa na moyo mkubwa wa kupenda na pia kufanya wengine wapate nafasi katika maisha yetu, kujifunza wema ambao Mungu umemjalia yeye ili kutufungulia mlango wa kuingia kwako. Bwana, utusikie. Baba yetu uliye mbinguni, ulitukuzwe, falme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo
mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kuhema amani maishani mwetu, tuepushe daima na dhambi kwa huruma. Anggap dulu tadi.